wa kanisa la PCEA Mchungaji Thegu Mutahi kwa lishe hiyo ya roho zetu na vile ibada hii ya ujumla wa makanisa katika mazishi ya wanafunzi hawa wa shule ya msingi ya Hillside. Mheshimiwa Naibu Rais wa Jamhuri ya Kenya, Mheshimiwa Rigathi Gachagua, aliyekuwa Naibu Rais katika Jamhuri hii ya Kenya, Mheshimiwa Stephen Kalonzo, Waziri wa Elimu, Mheshimiwa Julius Migos Ogambo, Gavana wa Nyeri, Mwalimu Mheshimiwa Mutahi Kahiga, Seneta Mheshimiwa wa Matinga Wahome, Mheshimiwa Wainaina Njoroge akiwa ni mbunge katika eneo hili tulipo la Kieni, mwakilishi wa wanawake Mheshimiwa Rahab, wabunge wote katika bunge la kitaifa na vile la seneti, waheshimiwa wote waliokuwa viongozi katika nyadhifa tofauti kama vile wabunge, gavana na viongozi wote waliofika, na vile viongozi wa vyama tofauti, wanafunzi, walimu, mabibi na mabwana. Mheshimiwa Naibu Rais, siku ya tukio hili la mkasa wa moto katika shule ya msingi ya Hillside Endarasha, ulikuwa uko mbali katika ziara rasmi, na haikuwa tu pale kaunti ya Mombasa, lakini vile ilikuwa pia katika kaunti ya Trans Nzoia. Lakini kama wengine wengi ambao waliitika kilio cha wazazi na watoto hawa wetu, Mheshimiwa Naibu Rais, haukusita, ukafika pale kwenye shule ya msingi ya Hillside, ukawafuta majonzi wazazi, walimu na jamii ile ya Endarasha. Na leo vile tukiwa sote tumejumuika hapa kuomboleza, tunakuona hapa kwa uongozi wako na vile serikali kuu. Asante Mheshimiwa Naibu Rais kwa uongozi huu wa utu na uongozi wa ujibikaji. Basi Mheshimiwa Naibu Rais, ukiona inafaa na kunikubali, ningependa tu kumwalika gavana wa kaunti hii ya Nyeri ili kutuongoza kwa awamu inayofuata. Karibu Mheshimiwa Gavana. Naibu Rais Mheshimiwa Rigathi Gachagua, aliyekuwa makamu wa rais Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, Waziri wa Elimu aliye mahali hapa ambaye watukufu wa sehemu hii, hamjambo. Naibu Rais, niruhusu niseme kwamba nimesimama leo kama mwenyekiti wa kamati andalizi ambao ilikuwa inashughulika sana na kutekeleza haya mambo tangu tupate mkasa. Ningetaka niwajulishe kila mmoja wetu aliye mahali hapa kwamba pamoja na kutoa rambirambi zangu na za kamati, ningetaka niwajulishe kwamba tuondokapo hapa tutaweza kuwa na mazishi katika boma 9 ambazo zitaweza kukamilisha mazishi siku ya leo. Wengine 10 tutaweza kufanya vile kesho, na kesho kutwa tutamalizia kwa wale wawili ambao watakuwa wamebaki. Kwa hivyo tutakuwa na mwendelezo wa haya mambo kuanzia sasa hadi Ijumaa. Naibu Rais, kabla nimuite Mheshimiwa Wainaina ndio akaweza kuwatambua wabunge walio mahali hapa, nataka uniruhusu mwanzo ambao imehusika na kazi hii ambao mnaiona tangu tarehe 6 ambako shida hii ilitokea. Ningetaka niwaombe kamati yote ambao walihusika, wana kamati, Askofu Wanjohi namuona huku na wale wengine wote, RC na wengine, tafadhalini msimame. Naibu Rais, tuliweza kushirikiana katika wenyekiti tukiwa pamoja na RC wetu ambaye tumeweza kufanya kazi vizuri sana, mbunge wetu ambaye amekuwa pamoja nasi, mama county ambaye amekuwa pamoja nasi, naibu gavana, na pia niseme mawaziri, na nishukuru Wizara ya Elimu kwa sababu wamekuwa pamoja nasi tangu tulipoanza kazi hii, na niwajulishe kwamba hii kazi haijaisha na tutaendelea, na ninaomba mkutano wetu wa mwisho RC tuufanye siku ya Jumatatu, ndio tumalize haya mambo yote, alafu siku ya Jumatatu tuweze kuangalia mambo yote.
Naibu Rais, pia ningetaka kabla kumuita mheshimiwa nitaje niguze watu ambao tungetaka tuwashukuru kwa njia speciali. Ofisi ya Rais na Rais mwenyewe, ofisi yako Naibu Rais na wewe mwenyewe, ofisi ya mawaziri Migosi Ogamba, Mheshimiwa Kithure Kindiki, Mheshimiwa wa East Africa ambao waliweza kufika na kuja kushirikiana pamoja nasi. Pia tumeweza kuwa na mfadhili ambaye anaitwa Equity Bank ambaye ninafikiria yuko mahali hapa, amewakilishwa pale Equity Bank ambao waliweza kutupatia shilingi milioni 1. Asanteni. Mheshimiwa Dende Nyoro aliweza kufika pia na akawa hapa. Mheshimiwa Jane Kagiri, Ann Muratha pia naye akawa hapa. Kuna Kenya Private Schools Schools Association ambao nao walikuwa pamoja nasi, na kuna wale ambao wametusaidia in kind. In kind maana hawakutupa pesa, lakini walitupa ufadhili wa aina nyingine. Kwa mfano, ofisi ya mke wa rais Mheshimiwa Rachel Ruto, kuna pia World Vision, kuna Ketia Draper Supermarket, pengine wale wako kule umepata soda, kamkate hapo na soda. Kuna pia Highland Drinks ambao wamefadhili maji yote ambao tunaendelea kuyatumia hapa. Wizara ya Elimu, Wizara ya Interior, wale wote ni watu ambao tumeshirikiana kwa pamoja. Naibu Rais, ningetaka nitoe rambirambi zangu kwa njia speciali kama county, kwa sababu pigo hili lilikuwa ni pigo kubwa kama nyote mnavyoelewa, lakini nawashukuruni nyote kwa sababu kwa siku 20 mmeweza kutuwezesha kufika mahali hapa. Basi siku ya leo wazazi hawa waliweza kuniomba kupitia kwa wawakilishi wao, kwa sababu sisi ni wanasiasa na tunapenda siasa, tupunguze siasa zetu leo na siasa zetu tuziweke kwa siku nyingine, na itakuwa ni heshima kuu tutakapohakikisha mambo yale yameendelea hivyo. Na kwa hivyo sasa ninataka kwa heshima nimkaribishe mbunge na nimpe idhini tu kidogo, ukiwatambua wanifahamisha kwamba Big Mama County ambaye ni mama wetu yuko hapa, naye tutampa nafasi alafu tutaendeleza. Karibu. Asante sana gavana wetu, Your Excellency, the First President of this Republic, aliyekuwa pia makamu wa rais, ndugu Kalonzo, wakuu wa kanisa ambao tuko nao hapa, wazazi ambao wameathirika pakubwa sana katika hili janga lilitupata hapa Kieni, na all the mourners who have come today to believe with us and mourn with us. Good morning. Bwana asifiwe. Your Excellency, I take this opportunity in a very special way to mention that we, like the Kieni fraternity, we are indeed very indebted by the love shown to us by various organizations, offices, and everybody that cared and prayed for us. Indeed, so many ministers came, like the governor have said, and we cannot forget that you came among the first one to come and believe with us. That you have found time to be back again with us. We appreciate you and we love you. This is demonstrating leadership at its best. Your Excellency and everybody else concerned here, first of all, I would want to give my condolences to the parents. We have walked this journey with you together, and I can feel how much pain you have, because I was with you. Director Kenywa, we are with you, and I really only want to say one thing. It is 21 days since this thing happened today. It is 90 days today since Kieni went on fire and looting. But when I went through that, I thought I was undergoing the biggest pain. When I went and I met the tragedy that happened in Endalasha,
my problems became a trash under the circumstances. And I felt that God had really a big purpose to prepare me to face the loss that was facing my people. Among the many people who counseled me, one of them told me, and I don't want to say this is biblical, but I was told that God does not answer questions. God answers prayers. And for that, for those people who have prayed for our parents, and for those who have lost their loved ones, God will answer your prayers, not your questions. I want to believe that after a big fire, the ashes, the rain will come and the sun will glow. That is according to our Reverend Dego. And I'm sure for you parents, the sun will grow. That is my prayer and that is my wish. That the sun will grow in your compounds, in your houses, and in your homes. Having said that one, allow me in a very special way to recognize my fellow members of parliament who are with us here this morning. I have two categories of readers. I have the ones we are from in the parliament, and we also have those ones that have accompanied Mheshimiwa Rehab Mukami. That one I reserve them for her to introduce her guest, but for those I serve with in parliament, Major Donk, Mheshimiwa Deto, and others who have come, thank you so much for coming to be with us. I've also been tasked to introduce the former legislators. With us, I have Jeremiah Kioni, former legislator with us in Parliament, and any other. Waitito, you're above me, you are governor before that. So I think among the past legislators, I have his boss here, he will take care of that. And with us, Your Excellency, I also have a very special guest with us here from Arusha, Mheshimiwa Kanini Kega. He's my predecessor. He's my predecessor, and we walk this journey together. Allow me, Mr. Anguku, to acknowledge you because you're here with us. And we have so many other leaders, a couple of very many other leaders. And with that one, my dear ones, my friends, for those who come from Ken and beyond, take my best wishes and my condolences as you enter your loved ones today, tomorrow, and the day after tomorrow. For where I can be able to attend, please allow me to attend maybe once per day, if not twice. I wish you all my best. And with that one, allow me to invite our Senator, Wahome Wamatiga, to introduce the visiting governors. Thank you, Minister of Education. Senators. Thank you, Minister of Education, for being there for your children in class and in death. Thank you so much. Asante sana, Naibu Rais. Nikubalie nizingatie itifaki zilizowekwa. Viongozi wa kanisa na waombolezaji wenzangu na wazazi. Siku ya leo nimekuja pia kuomboleza na familia ambao wamewashwa na watoto wao. Your Excellency, sir, having gone through the process, having lost my firstborn son through an accident, I can tell you it is very painful to stand here and watch the 21 caskets here before us. But to the parents who've lost their kids, I want to tell you there is a God who heals. And there's a God who's going to come through for you. There may be many questions that we're asking right now. But as I've been said before, God might not answer the questions, but through prayers and supplication, God will come through for you. Kwa hivyo, Naibu Rais, mimi sitaki kuwa mrefu kwa maneno. Leo ni siku ngumu sana. Nina seneta mwenzangu ambaye pia amekuja. Naomba asimame
seneta wa kutoka eneo gatuzi la Kitui, Senator Enoch Wambua. Kwa hayo mengi na machache, walioachwa na familia zao, poleni sana. Mungu awafariji. Asante sana. Asante sana seneta wetu. Pia nikitambua wale ambao tunawashukuru kwa njia ya juu kabisa, Nyawasco ambao wametupa maji, Red Cross mnao waona hapo wamevaa kabuti au jacket nyekundu, wamekuwa nasi kutoka siku ile na wanaendelea nasi. We really want to appreciate the Red Cross. St. John Ambulance ambao wako pia hapa na ndio wanaendelea na katika ufadhili na kuwatibu wale ambao wako. Nimekumbushwa pia kwamba county government iliweza kuwaive all the bills of about I think 800 and something thousand. We really appreciate you, Waziri. And before I invite Mama County, nataka nitambue MCAs wangu wote wakiongozwa na speaker wangu yuko hapa, Speaker Gechohe, majority leader wetu ndiye yule, na MCAs wote wamefika pale kama mnavyowaona, wapigiwe makofi. Wamekuwa nasi tangu siku ile tulianza. Ni MCAs 44 tuko nao pale. Na sasa kwa heshima Mama County na kukaribisha ndio uweze kuendeleza. Asante sana Governor, Your Excellency, our Deputy President, na wageni wote wamekuja hapa Nyeri County. Karibuni sana kwa kukuja kuomboleza na sisi. Andũ a Nyeri, Mwathani agocwo, Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Tukumia Yesu Kristo. Your Excellency, I want to thank you because you've been with us all along, or from the word go. Governor and our clergy and the committee, our regional commissioner, asanteni sana. We are here today because we worked together as a team. I just want to talk to the parents. I am a mother and I know the pain. No ndingĩhota kũmenya ruo rũrĩa mũragerera, na ngwenda kũmwĩra o ũrĩa njĩrĩgĩte kũmwĩra hĩndĩ ĩyo ĩngĩ. Ngai ũrĩa watũheire ciana ici nowe ũragĩrire ciana ici, na Ngai ũcio nginya thaa ici tũikarĩte haha tũkĩrĩra, Ngai ũcio arĩ o haha na ithuĩ. Koguo ngũmwĩra mwĩyũmĩrĩrie, tũthiĩ tũhurũkie ciana citũ, tũtare kĩrathimo kĩmwe gĩa kĩmwe, tondũ Ngai tũtingĩhota kũmũria kĩũria. Sitaongea sana, mimi nataka tu kuwaombea Mungu awapatie peace that surpasses any human understanding, because it is painful. Ya mwisho nitawasha tu na wimbo moja. Rĩrĩa wanyonirie kũhoya nĩndakenire, namenya kũrehe bata wakwa kũrĩ igũrũ, nĩ kũrĩ Ngai ũiguaga mũndũ, tito gũturagia andũ gathaitha Ngai, tigũrũ gũturagia andũ gathaitha Ngai. Ya mwisho ningetaka kuintroduce my colleagues, the women reps, kwa sababu hao ni wamama na wanajua ile wamama wanapitia. Tulishikana pamoja na tukafanya contribution kidogo Governor, kwa sababu nikiwa kwa committee nimeona tumekuwa na a few challenges. Kwa hivyo nataka kuintroduce Esther Pasari, mpigieni makofi. She's the woman rep kule Nairobi, ndio amenileta, and we are serving with her for the second term. Tumekuja pia na mheshimiwa Haika kutoka Mombasa kule Taveta, Taita Taveta, na mheshimiwa Irene Joki ndio mheshimiwa Mbahati kutoka Nakuru. Na tumeweza kusakanya kitu kidogo kidogo, kwa hivyo tumeletea familia 750,000 ndio waweze kupumzisha watoto wetu.
Asanteni sana, Mungu awabariki. Tumpigie Mama County makofi mazuri. Asanteni sana Mama County kwa msaada huu ambao mmetuletea tuweze kuendelea. Pengine kuna watu ambao wana maswali mawili matatu ambao ningetaka nijibu siku ya leo. Swali la kwanza ni je, baada ya haya mambo tutaendeleaje? Swali hilo najua linatatiza wananchi wengi na wanafunzi wa shule ya Hillside. Ni vizuri tuseme kwamba tukiwa mahali hapa tumewapoteza vijana wetu 21. Lakini tuna wawili ambao bado wako katika hospitali na kuna 140 na mmoja ambao wako nyumbani. Kamati yetu imeketi na kufikiria na kusema tukimaliza maneno ya mazishi tutahakikisha wale watoto wote 143 pamoja na wale wako hospitali tutaweza kuwatafutia usaidizi ndipo waweze kurudi shule. Ni kweli tuwafahamishe kwamba wale watoto walirudishwa na moto zero, walibaki na uhai na nguo ambazo walikuwa wamevaa. Kila kitu kingine chote kiliungua. Kwa hivyo tukaonelea kama kamati tutahakikisha tumewapatia dignity kit, kitu kidogo ndio waweze kurejea shule. Kwa hivyo baada ya hapo Director Kenywa, nitawaomba viongozi wote sisi ambao tuko, kwa sababu ni vizuri tumfahamishe waziri kwamba shule ile ni private, lakini ni private ambao ni specially, ambao hao wazazi wanaienzi sana na wameishikilia kama shule yao. Mliona wakati vijana fulani wa Gen Z walitoka Nairobi kuja kuleta vurugu hapo, walipigwa na wale wazazi wakaondolewa, kwa sababu shule ile imeendelea kuwa na matokeo bora na wale wazazi wanaipenda. Na ni vizuri tujiulize swali, karibu na ile shule kuna Ndonyo Gwathi Primary, kuna Getegi na zingine ambazo zimezunguka ambazo hakuna malipo, lakini wananchi wanaziacha na wanaenda katika hii ambao ina malipo, ambao wanasikizana. Kwa hivyo tukimaliza hapa naibu rais, takuomba na nikutume kwa rais na wengine tuweze kuona vile tutahakikisha tumemsaidia director na shule yetu ikaamka ndio ikaendelea. Kwa sasa agenda yetu moja ni kuhakikisha watoto wa standard 6 ambao wanafanya KIPSEA mambo yao yamekuwa sawa. Basi baada ya kusema hayo, Your Excellency, naona sikuonyesha deputy governor wangu anaitwa David Warui, amekuwa pamoja nasi kwa haya mambo, na pia kuna ofisa wengi wa serikali yangu ambao wako hapa, lakini ningetaka nimtambue wawili tu mawaziri, waziri wa afya Your Excellency na waziri wa gender and disaster. Huyu waziri anaitwa Kirago, ndiye amehusika wakiwa na director Nyuguto wa DCI. Your Excellency, tungetaka tumtambue yule mtu, ametusaidia sana. Director wa DCI ambaye anaitwa Nyuguto, wamefanya kazi kwa karibu sana na Department of Health na ndio tumefika mahali hapa. Yule ambaye pia naye anaitwa Esther ndiye ameshughulika, yeye ndiye anahusika na hayo mambo ya kuzima moto, lakini pia disaster management wakiwa na Red Cross. Asanteni. Baada ya kusema hayo, ningetaka sasa kwa sababu naona tuna wageni, Your Excellency, uniruhusu tu, ingawaje tulikuwa tumepewa na tumalize this program at 11, we are 6 minutes to time, pengine tuongeze tu zingine 5-10 ndio tuweze kumaliza na tuwaruhusu wazazi wetu kuendelea na mipango mingine. Kwa ruhusa yako nimkaribishe aliyekuwa naibu rais Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, ambaye pia ni kiongozi wa chama cha Wiper, aje apeane rambirambi zake na atuonyeshe marafiki aliyokuja nao. Asante sana Governor Kahiga. Mheshimiwa Deputy President, Waziri wa Elimu, wazazi, waombolezaji wenzangu, Bwana Yesu asifiwe. God is good and all the time. Watu wa Nyeri, Kenya yetu.